Tulia. Na utaongea, ukiongea tulia. Kidogo Shekina, nyamaza. Mimi nikiongea au ukiongea Mr. Ongea, mimi naongea truth yangu. Jua ameenda podcast, usiamenda podcast tu wasikuongelea. Umbe anapiga hadi mavideo kinaongelea. Umbe mtu niko na yeye, God is my witness, sawa. Alafu mimi yangu ikianza kujipa nataka kudandia. Kunaenda gaji hivyo. Nikiambia huyu jamaa tu mdemu kwa ngoma siko comfortable, inakuwa ni issue. Ngoma tulia. Can you find it Kapitani in your... Sijui kama unapata history inaenda hivi. Kapitani na Shekina Karen walikuwa na date back then before a hit kwa music. They were dating, they were in a relationship. So ikatokea kwamba this rapper anaitwa Shekina Karen akahit. Yeye ni dem, obviously akahit mbele ya nani? Mbele ya Kapitani. Akaacha Kapitani street, akajipa, yeye akaishia akapanda level zingine. So akachanisha Kapitani na hapo. So what happened ni eti Kapitani kept on trusting the process, nini kujituma until akapatana na Toxic Lyrically and whatever. So after Toxic Lyrically kuhit, Toxic akaanza kuwapiga boosters ya wenzake kupitia 34 break. Yeah. So Shekina Karen hapo hivyo akatamba, Shekina akahit na nini, but ikafika time nyota Shekina ikarudi chini. So ikakuwa Kapitani ndo ameanza kurise. Of recently, I think 1 year ago ndo Toxic nani ndo Kapitani ameanza kuhit. 1 year, less than 1 year ago ndo Kapitani ameanza kuhit. So ikatokea kwamba Shekina Karen ni kama kulingana na Kapitani, Shekina Karen ameanza kuona Kapitani akitrend ni issue, like anafeel, kulingana na yeye anafeel they don't want him kuhit, hawataki yeye ashine and whatever. Yeah, but why is it that Shekina Karen akihit alikuwa tu fit nayo after kumwacha street and whatever, kumpatia hivi na collaboration, he was just good with it, but inakuja time yake kushine inakuwa ni issue. Shekina Karen ali-explain this whole story hapa hivi. Wacha nikuchezee hii video uone what really happened between Shekina Karen na Kapitani. Currently mse ana hit na mse ana trend, mse anafanya vizuri ni Kapitani. Pitia social media handles zake, especially YouTube na hizo nini Spotify, but mainly YouTube ukiangalia anapiga millions sahi. Ukiangalia wale wasanii kama Master VK, ukiangalia Shekina Karen na Kapitani, ukiangalia what achievement yenye Kapitani amefanya kwa numbers, in terms of numbers kwa YouTube yake iko juu sana kushinda wote. So kulingana na Kapitani ni kama time yake imefika and the others are not comfortable with it. Na Shekina Karen clarified akasema yeye time yake ilikuwa hivyo, so time ya Kapitani imefika. Alafu akasema sijui nini. Acha kuchezea clip mwenyewe uone venye Shekina aliband photo. So nani ni beta X between the two? Who is the beta X? Juu Kapitani hakutaka Shekina Karen awekwe kwa saifa fulani because Shekina Karen time alihit hakutaka kuinua Kapitani. So Kapitani pia alikuwa na filio saifa ya Master VK, Shekina Karen hakuwa ndani. So ni fight ya ma X, fight ya ma X, beta X's na whatever, ni mambo tu ya relationship. Nothing big, it's just a matter of relationship success and other things. So the video is here, you can unaweza sikiza hii video ndio hii hapa hivi. Kapitani na Master VK. Unajua nasikia mnaingilia Master VK sana na mjui riba vile iko. Acha niwachanue. Ingori yote inaanza kwa Kayole Saifa 2. Tumepiga mimi, Master VK, Blake na Kapitani. Unacheki? Ngori ikakuwa Kapitani anataka mimi nitolewe kwa Saifa. Saifa ni yake? Hapana, Saifa ni ya Master VK. Anataka Shekina atolewe kwa Saifa. Reason ni gani? Mimi na Kapitani tumejuana kitambo. Unacheki? Kayole kitambo kama 6 years ago, before hata tuanze mambo yetu ya muziki anze kujulikana. Aya, Mungu tu akafanya mambo yake. Mimi mambo yangu ya muziki kaingiana na tukahamaga. Hata nilikuwa hata naishi na Mkoro, tukahamaga hiyo area. So hatuko tuna link up na Kapitani. Unacheki? So Kapitani anataka nitolewe kwa Doba. Reason yake ikiwa ati nilimtoka, nikamwacha, nikaenda, nilimwacha ground. Unaona?
Acha nikuambie, time yako ya kushine ikifika, imefika. Unaona? Hiyo ilikuwa time yangu. Singebeba Kapitani kwa mgongo nimrushie matiti huko nyuma ende akinyonya niende naye kila mahali naenda. Unaona? That was my time to shine. Sasa ni time yake kushine. Lakini badala ya concentrate na kazi yake na kupiga doba na nini, amebeba bado lawama. Sasa ndiye anataka kutoa hizo lawama. Let me tell you, nyinyi mnatetea Kapitani. Na acha nikwambie, if you know Kapitani very well, kama ushaika na Kapitani vizuri, utajua Kapitani ni bombo clat sana. Kapitani is he has a very loose mouth. Na nyinyi mnamtetea, lakini endeleeni kukana yeye, mtaona true colors zake. So mi Master VK kukata kunitoa kwa doba, Kapitani alienda kispread rumors mtaani ati Master VK ni dishi. So Master hiyo kitu ilimkasirisha juu Master ni msi ako na family, unacheki, ako na mtu wake, ako na watu hii, unaona. So Master akamtrace, akamkane. Kutoa mtu kwa doba sio vibaya, lakini ukitoa mtu kwa doba, make sure umemcompensate time yake na energy yenye aliekelea kwa studio. Juu mtu akitoka kwake akikuja studio, amekuja kuwekelea mboka. So kama unamtoa kwa hiyo mboka, make sure unamcompensate, unaona? Lakini sasa Kapitani anafanya vitu na ma feelings, unaona? Amebeba lawama kama goshodo, unaona? Hakuna mtu ako na mambo na wewe, hakuna mtu ako na wivu na wewe. Hii time yako ya kushine, God ndiye amekuweka hapo. Focus kijana, focus boy. Mimi sina mambo na mtu, lakini mtu kako na mambo na mimi, make sure unaweza piga mabwana zangu wote bombo clat.